Ili maisha yako yaweze kuleta matokeo, lazima ukubali kumhuisha Roho Mtakatifu katika maisha yako. Na tukifika katika eneo hili, watu wengi sana Ukristo wao unashindwa kuleta matokeo kwa sababu hakuna mahusiano mazuri kati yao na Roho Mtakatifu. Ili maisha yaweze kuleta mabadiliko mwilini, lazima tuweze kudumisha kiwango cha uwepo wa Mungu katika maisha yetu. Ili Ukristo wako uweze kuleta matokeo katika maisha yako, ni lazima udumishe kiwango cha Roho Mtakatifu kwenye maisha. Watu wengi sana katika ile eneo wanatamani kuishi maisha ya rohoni, lakini utakuta kila siku wakipiga mark time. Katika kitu cha msingi sana katika maisha ya muamini ni kudumisha uhusiano na Roho Mtakatifu. Kwa nimesema kama unataka wokovu wako uwe na mabadiliko kwenye maisha yako, basi dumisha kiwango cha uwepo wa Mungu kwenye maisha yako kwa kumhuisha Roho Mtakatifu. Sasa Roho Mtakatifu yeye ni mwalimu mzuri sana kutuongoza katika maisha, katika safari hii ya wokovu. Mpendwa katika Bwana unayenitazama, ni ngumu sana kuishi maisha ya rohoni kama hujadhamiria kuchipua kiwango cha Roho Mtakatifu kwenye maisha yako. Kwa sababu yeye Roho Mtakatifu hufanya mambo mengi kwenye maisha yetu tofauti na tunavyodhani. Ukitaka maisha yako yaweze kuwa na hatua nzuri, ukitaka maisha yako yaweze kuwa na mafanikio, basi jitahidi kuboresha kiwango cha ujazo wa nguvu za Mungu kwenye maisha yako. Kwa nini tunamhitaji Roho Mtakatifu? Tukisoma pale katika Yohana 16 mstari wa 13. Neno la Mungu linasema, lakini atakapokuja yeye, Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Kwa maana hatasema kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayasema, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Namba 1, Roho atakuongoza. Lakini namba 2 nasema awatie kwenye kweli yote. Licha ya kukuongoza, huyu Roho atakutia kwenye kweli yote. Maana yake kumbe hatuwezi kuenenda katika kweli ya Mungu kama tusipokuwa na uhusiano mzuri na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kama unahitaji kweli yote kuhusu habari ya ufalme wa Mungu, zidisha kiwango chako na Roho Mtakatifu. Lakini pale anasema kwa maana hatasema kwa shauri lake mwenyewe. Huyo Roho licha ya kukuongoza katika kweli yote, hatasema kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayasema. Yani yote atakayosikia kwa Baba atayasema, na mambo yajayo atawapasha habari. Kwa hiyo ukitaka kujua mambo yajayo, ukitaka kujua kweli yote, ukitaka kuongozwa katika kweli, basi zidisha kiwango chako na Roho Mtakatifu. Watu wamesahau kumtafuta Mungu. Wanahisi kumtafuta Mungu mpaka uwe na shida. Wanahisi kumtafuta Mungu mpaka uwe utake kufanikiwa. Lakini nakwambia ndugu yangu mpendwa, ukitaka kufanikiwa sana, ukitaka maisha yako yabadilike sana, kubali gharama ya kutafuta uhusiano na Roho Mtakatifu kwenye maisha yako, kwa sababu yeye ndio kiongozi wa kweli. Na hata kizazi cha sasa kimepoteza sana neema ya Mungu, kwa sababu vijana wengi hawataki kuishi rohoni. Vijana wengi wanapenda kuishi kwa kupretendi. Lakini nikwambie kitu, kuna faida nyingi sana za kukaa uweponi mwake. Faida namba 1, tunahitaji mwongozo wa kiroho. Kwa nini tunahitaji Roho Mtakatifu? Namba 1 ni kwa sababu tunahitaji uongozi wa kiroho ili kumpendeza Mungu. Kwa hiyo pasipo huyu Roho wa Mungu hatuwezi kuwa watenda mema hapa chini ya jua, kwa sababu yeye anakuja kuvunja zile tabia zako za asili. Roho Mtakatifu anavunja yale yaliyoshindikana. Yani anavunja zile tabia ambazo wazazi walizichoka, zile tabia ambazo mume wako alizichoka, zile tabia ambazo mke wako alizichoka. Ina maana unavyoendelea kuongeza kiwango cha kuishi ya kutengeneza uhusiano na Roho Mtakatifu, yeye Roho Mtakatifu anarudisha nguvu, anarejesha uzima kwenye maisha yako. Licha tu ya kutufunulia mambo yajayo, Roho Mtakatifu anatusaidia kuishi na watu pia.
Roho Mtakatifu ni connector, anafanya connection kati ya mwanadamu na Mungu. Ndio maana unahitaji zaidi kuongeza bidii ya kuvuta uwepo wa Mungu kwenye maisha yako. Yako mambo mengi ya kuvutia ambayo unaweza kumkosea Mungu. Unawezaje kuishi maisha ya rohoni kama hujaweka bidii katika kutengeneza uhusiano na Roho Mtakatifu? Twende namba 2. Namba 2, wakati wa kukabiliana na maumivu ya ndani au changamoto za kiroho. Hapa tunahitaji Roho Mtakatifu. Wakati wa kukabiliana na maumivu ya ndani au changamoto za kiroho, hapa tunahitaji Roho Mtakatifu. Kwa nini? Sikia, watu wengi wanachanganyikiwa wanapojikuta kwenye wakati mgumu. Kama unataka nguvu ya kushinda mambo, nguvu ya kushinda majaribu, nguvu ya kushinda maumivu, kila ya aina ya changamoto ya maisha, zidisha kiwango cha uhusiano wako na Mungu dada. Zidisha kiwango na uhusiano wako na Mungu kaka. Zidisha kiwango cha uhusiano wako na Mungu baba. Zidisha kiwango cha uhusiano wako na Mungu mama. Hapo ndio kwenye siri ya kushinda. Tunaona ndoa nyingi ni changamoto sasa hivi. Mahusiano ni changamoto. Vijana wanaanzisha mahusiano kwenye ndoa wanavunja. Wanaanzisha mahusiano kwenye ndoa wanavunja. Kila mmoja anataka mtu mwenye tabia nzuri. Hakuna mtu anaweza kutengeneza tabia nzuri kama hii faida namba 2 hapa ya Roho Mtakatifu. Hutusaidia. Roho Mtakatifu hutusaidia mambo mengi. Hutusaidia namna ya kuomba pia. Yaani sisi wanadamu hatuwezi kufanya vyema. Hakuna dini itakusaidia kuishi na Mungu wa kweli kama hii tenda ya kuzidisha kiwango cha uhusiano wako na Mungu kupitia Roho Mtakatifu. Kwa sababu yeye Roho Mtakatifu atakusaidia. Sizungumzii dini hapa, sizungumzii dhehebu, ninazungumzia bidii ya kutafuta uhusiano na Mungu katika kuchipua Roho Mtakatifu aliyoko ndani yako, ambaye atakusaidia katika kila maeneo kwenye maisha yako. Sizungumzii kuhusu dini, sizungumzii kuhusu dini, sizungumzii kuhusu dhehebu, sizungumzii. Hapa nazungumzia uliyemkiri Kristo. Ukitaka kuwa na hatua za mafanikio, basi zidisha kiwango chako cha uwepo wa Mungu kwenye maisha yako. Tusome Rumi 8:26, nasema kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu. Kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu. Yaani sisi wanadamu tuna udhaifu, hatuwezi kufanya sawa mbele za Mungu. Tuna udhaifu. Hata uwe namna gani, hata uwe mchungaji, uwe ni askofu, una udhaifu. Wanadamu sisi tuna udhaifu. Anasema hutusaidia ule udhaifu wetu. Kumbe ukitengeneza mahusiano na Roho Mtakatifu, huwezi kuachwa na mume. Sijui unanielewa. Ukitengeneza uhusiano wako na Roho Mtakatifu, huwezi kufukuzwa kazi kwa nidhamu mbovu. Kwa sababu yeye ataanza kukutengeneza. Yeye ataanza kukurekebisha. Huwezi kugombana na rafiki eti uongee naye wiki nzima. Roho Mtakatifu hapa ndio kipengele chake. Wakati wa maumivu, wakati wa changamoto, yeye anakutengeneza. Kumbe hatuwezi kuishi vizuri katika hii dunia na watu kama hujatengeneza kiwango kizuri na Roho Mtakatifu, kama hujadumisha uhusiano wako na Mungu kupitia Roho Mtakatifu. Watu wengi wanampokea Roho Mtakatifu, lakini kumhuisha Roho Mtakatifu watu wengi huwa hawajali. Mwanadamu yuko katika pati mbili. Mwanadamu ana utu wa nje, ambao utu wa nje unakula wali, samaki, unakula mboga, unakula matunda kwa ajili ya kujenga mwili. Lakini huyu Frank wa ndani anakula neno la Mungu. Kwa hiyo sasa, ili uwe na nguvu za rohoni, huyo unayesema huyo Roho wa Mungu, lazima umpe vyakula vyake. Chakula namba 1 ni neno la Mungu. Neno la Mungu mpendo. Una muda gani wa kusikiliza mahubiri? Una muda gani wa kusikiliza watumishi wengine? Una muda gani wa kusoma Biblia? Una muda gani wa kureview mafundisho uliofundishwa kanisani? Wengine wakifunika ndio hivyo wamefunika. Lakini hapa katika kipengele namba 2, kumuhuisha Roho Mtakatifu ni jambo la msingi sana. Maana yeye hutupa nguvu ya kukabiliana na maumivu ya ndani na changamoto za kiroho na changamoto za maisha. Roho Mtakatifu. Katika faida hii
katika kifungu hiki namba 2, Roho Mtakatifu anafanya kazi kubwa katika maisha ya wanadamu. Nimesema hivi, kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu. Cha kwanza. Lakini pia nasema hivi, kwa maana hatujui kuomba jinsi ipasavyo. Hatujui kuomba. Wewe unayeomba bila Roho Mtakatifu unaomba nini? Anasema hivi, sisi kumbe hatujui kuomba. Asili ya mwanadamu hajui kuomba. Akienda mbele za Mungu, anataka aombe gari, anataka aombe majumba, anataka aombe nini, anataka pale karuka, anataka aombe kitu kile, vyote unavihitaji. Anasema kwa maana hatujui kuomba jinsi ipasavyo. Hatujui kuomba, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kugua kusikoweza kutambua. Kumbe naye hutuombea. Kumbe Roho wa Mungu hutuombea. Roho Mtakatifu ni rafiki mzuri sana, rafiki yangu. Katika kitu kikubwa ambacho nakushauri ni kuanza kuchukua hatua za kulisha chakula cha kumhuisha huyo Roho Mtakatifu afanye kazi kwenye maisha yako. Kazi namba 3 ya Roho Mtakatifu, hutusaidia katika ibada ya kibinafsi na kutafakari. Yaani, unajua kama wewe ni kanisa la kwanza, kanisa sio lile jengo. Ndugu unanitazama, rafiki yangu mpenzi katika Bwana, kanisa sio jengo. Kanisa ni wewe unanitazama. Wewe ndio kanisa. Kwa hiyo kama ni kanisa, lazima Roho Mtakatifu aanze kukuhudumia wewe, hekalu lake. Ujue hii miili tulioivaa, hii miili ni hekalu lake. Kwa hiyo kama ni hekalu lake, wewe ni hekalu namba 1, sio jengo. Wewe ndio kanisa. Kwa hiyo huyu Roho Mtakatifu kazi yake ni kukutengeneza. Tusome hapa Yohana 14:26 inasema, lakini huyo msaidizi, yani Roho Mtakatifu, ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Kukumbusha. Kawaida ya mwanadamu ni msahaulifu. Kwa nini kuna mahubiri kanisani? Kwa nini kila Jumapili tunaenda kanisani? Ni kwa sababu mioyo yetu inahitaji charging kila siku. Inahitaji neno kila siku. Ili Roho Mtakatifu atakapoamka, Roho Mtakatifu ataamsha vilivyomo ndani yetu. Roho Mtakatifu anakuwa mwalimu na msaidizi wa kiroho, akiwasaidia waumini kuelewa na kutunza mafundisho ya Yesu katika mioyo yao. Kumbe hata usome Biblia useme unaihifadhi kwa kusoma, bila Roho Mtakatifu hauwezi kuifahamu. Na hii ndio tofauti kati ya Biblia na vitabu vingine. Vitabu vingine unaweza kuhifadhi kichwani, lakini Biblia huwezi kuhifadhi kichwani kwa kutenda kazi kupe matokeo kwenye maisha yako. Pasipo Roho Mtakatifu huwezi kujifunza Biblia. Ndugu mpenzi katika Kristo. Namba 3, huyu msaidizi Roho Mtakatifu anafanya kazi kubwa sana kwenye maisha yetu katika ibada binafsi na kutafakari. Wakati unasoma neno la Mungu, unahitaji Roho wa Mungu aweze kukufunulia mambo. Katika neno la Mungu kuna kusudi lako. Katika neno la Mungu kuna muujiza wako. Katika neno la Mungu kuna mafanikio yako. Kwa hiyo tunamhitaji Roho Mtakatifu atuoneshe umiliki wetu kupitia neno la Mungu. Kuna wakati unaomba mambo hayakamiliki, sio kwa sababu hujaokoka, ni kwa sababu hujui kutumia neno la Mungu katika kukupa matokeo katika maisha yako. Mara nyingi sisi watu tuliokoka au watu wengi waliookoka wamekuwa waombaji sana, lakini maombi yao hayaleti matokeo. Ni kwa sababu hawajui kuomba kupitia neno la Mungu. Kwenye neno la Mungu kuna mkataba kati ya mwanadamu na Mungu. Ukiona pale kuna maandiko mengi yanayokuonyesha umiliki wako. Anasema niite nami nitaitika, nitakuonyesha mambo makubwa magumu na usiyoyajua. Anasema mimi nikiwa ndani yangu na maneno yangu yakiwa ndani yenu, ninyi mkiwa ndani yangu na maneno yangu yakiwa ndani yenu, ombeni lolote kwa jina langu nani mtapewa. Anasema mtakalolifunga duniani na mbinguni litakuwa limefanya limefungwa. Yako maandiko mengi mpendwa ambayo yanakuonesha wewe umiliki wako. Utakapoanza kuwa mtu wa kujitahidi kuwa mtu wa rohoni, utaanza kuwa na matokeo kwenye maisha yako. Issue ni kwamba hatuna neno la Mungu. Issue ni kwamba hauna neno la Mungu. Issue ni kwamba hutaki kujihusisha na neno la Mungu.
Ukienda kanisani unafungua Biblia, unafunga, unarudi nyumbani. Mambo mengi hayatatokea kwenye maisha yako ni kwa sababu hautaki kuingia gharama. Umejitahidi kudumisha uhusiano na mpenzi wako. Asubuhi umechukua simu ukamcheki ili asikuache. Mchana unajitahidi ili asikuache. Umejitahidi kumjali sana mume wako. Umejitahidi kumfuatilia sana, umejitahidi kumjali sana mtoto wako. Lakini bahati mbaya hujajitahidi kufuatilia sana na kujali kuhusu Roho Mtakatifu aliyeko ndani yako. Dada, umeachika. Dada, utaachika. Kaka, mahusiano yako yatakuwa magumu ni kwa sababu hautaki kuruhusu, hautaki kujifua, hautaki kuingia gharama katika kutafuta uso wa Mungu. Namba 4, Roho Mtakatifu hutusaidia wakati wa kuomba. Tumeona kwa ajili ya kubadilika kwa ndani. Roho Mtakatifu anahitaji kutubadilisha ndani, mpendwa. Pasipo Roho Mtakatifu ni ngumu sana kubadilika. Wakristo wengi wamekuwa waenda kanisani lakini sio watu wa kubadilika. Watu wengi wamebaki na dini zao. Ukiwaambia kuhusu dini wanazielewa. Ukiwaambia huyu Mpentekoste, huyu Mromani, huyu ni Mwadventista, yule Msabato, yule sijui Washahidi wa Yehova, yule sijui nani, kila mmoja ukianza kumwambia ana dhehebu lake. Lakini mpendwa, acha nikwambie kitu. Dhehebu halitakusaidia kufika kwenye hatima yako. Dhehebu halitakusaidia kwenye kukutanisha na Mungu. Dhehebu halitakusaidia kukupa matokeo ya Mungu wa kweli. Dhehebu halitakusaidia katika kufunga na kufungua mambo katika ulimwengu wa roho. Dhehebu halitakusaidia kupiga hatua ya mabadiliko ya kiroho. Bali kiwango chako cha kudumisha mahusiano yako na Mungu kitakufanya ufike kwenye vilele vya ushindi na hata watu wakashangaa. Ikiwa unatafuta kubadilika kwa tabia, sikiliza. Ikiwa unatafuta kubadilika kwa mwenendo au mtazamo, unaweza kumwomba Mungu aliye ndani yako akupe nguvu na neema ya kubadilika. Roho Mtakatifu ndio anayefanya kazi ya kubadilisha mioyo na akili zetu. Hakuna mtu atakubadilisha tabia, dada. Mume wako anakusema kila siku na hiyo tabia uliyokuwa nayo. Mke wako anakusema na hiyo tabia, unatamani kuacha, unashindwa. Usiweke bidii kwenye kuacha hiyo tabia, hutaweza kuacha. Mtu hawezi kubadilika kwa kumwambia acha dhambi. Mtu hataweza kubadilika kumwambia kuvaa wigi ni dhambi, kuvaa sketi fupi ni dhambi, kuvaa suruali ni dhambi. Bali utabadilika, dada, kwa kuongeza bidii ya kutengeneza uhusiano wako na Mungu kwenye maisha yako. Ukiona kuna tabia umesema kwa muda mrefu huwezi kuiacha, usijitahidi kuacha hiyo tabia, haitatoka. Jitahidi kusoma neno la Mungu. Pata muda wa kusoma neno la Mungu, dada. Pata muda wa kusoma neno la Mungu, kaka. Pata muda wa kusoma neno la Mungu, mama. Watoto wako wenye tabia mbaya umeshawasema sana kwa muda mrefu, lakini mpaka wanasema mama anagubu, mpaka anasema mume wangu unagubu. Yaani wewe unajitahidi kumuelekeza, lakini anasema mume wako unagubu, unaonekana unagubu. Sikiliza, hapa nimejifunza mambo mengi sana chini ya jua. Roho Mtakatifu yeye anabadilisha katika viwango vya kushangaza sana. Tusome katika Wagalatia 5:22 mpaka 23. Neno la Mungu linasema, lakini tunda Roho ni upendo. Tunda Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Hapa Paulo anaeleza matokeo ya Roho Mtakatifu katika maisha ya muumini. Tunda la Roho linajumuisha sifa hizi 9 na tabia ambazo zinaonyesha uwepo wa Roho Mtakatifu ndani yetu, ndani ya mtu. Sifa hizi zinajumuisha na upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole kiasi. Yaani Roho Mtakatifu akiwepo ndani yako utakuwa na sifa hizi. Cha kwanza, upendo.
Cha pili, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi. Ukikubali kujisacrifice, kutafuta uwepo wa Mungu kwenye maisha yako, unakubali vitu 9. Hakuna mtu mwenye upendo wa kweli duniani kama mtu mwenye kudumisha kiwango chake cha uhusiano na Roho Mtakatifu, kwa sababu yeye anakuja kumaliza tabia mbaya, mbovu zilizoshindikana kwenye maisha ya mtu. Ukitoa muda wako kuacha tabia ambayo ilikushinda, utapoteza muda sana. Lakini anza kumtafuta Mungu tangu leo. Anza kuwa na muda wa kusoma neno la Mungu taratibu. Usitaka kusoma mistari mingi. Kamstari kamoja tu, funika. Omba dakika 2 tu, toka zako. Kesho utaona unaanza kupiga hatua. Utatoka kutoka kwenye mstari mmoja kusoma, utakuja kwenye mistari 4. Utatoka kwenye mistari 4, utakuja kwenye ukurasa. Anza kusikiliza mahubiri. Tumia gharama yako kutafuta mahubiri, mafundisho ya namna gani unaweza kukaa rohoni, namna gani unaweza kuishi katika kweli ya Kristo, namna gani unaweza kushinda vita vya rohoni. Yako masomo mengi. Ukienda Google utasoma, ukienda YouTube utasoma, Facebook wapo, Instagram wapo. Watumishi wa Mungu wengi sana wanaachia. Kama mimi, mafundisho yangu yapo. Ukimpokea Roho Mtakatifu utakuwa na upendo, maana yeye ana tunda la Roho ni upendo. Lakini ukimpokea Roho Mtakatifu utakuwa na furaha. Furaha. Namba 2, Roho Mtakatifu anakupa furaha. Hata mijitu inapokuja kukukwaza, bado furaha yako itabaki pale pale. Ukiona furaha yako inaondoka kwa haraka, basi kiwango chako na Roho Mtakatifu ni kidogo sana. Kiwango chako cha uwepo wa Mungu ni kidogo ndani yako, kwa sababu uwepo wa Mungu unasababisha amani ipitayo amani zote. Lakini ukiwa na Roho Mtakatifu utapata amani. Hiyo ni faida ya 4 ya Roho Mtakatifu. Niko kwenye namba 4. Anatupa tunda la Roho. Lina mambo 9 ndani yake. Ukiwa na Roho Mtakatifu, utakuwa na amani. Ukiwa na Roho Mtakatifu utakuwa na utulivu. Utulivu utakuwa ndani yako. Utakuwa ni mtu mwenye utulivu. Utafanya mambo kwa utulivu. Kama ni mwanamke ndani, utafanya mambo, mume wako hata toka nje, kwa sababu utakuwa na utulivu wa ndani. Ukiwa na Roho Mtakatifu utakuwa na utu wema. Utakuwa ni mwema, utapenda kutenda mema. Na angalia vijana wa Dar es Salaam wengi, kama mzee kasimama, mtu kakaa kwenye gari. Hakuna hofu ya Mungu, kwa sababu watu hawajishughulishi na kutafuta mambo ya kimungu. Lakini kama una hofu ya Mungu, unaambia mzee kaa, mama mjamzito kaa, binti ana chati, mama amesimama anatoka jasho, wewe binti hata mtoto mmoja hauna, una chati. Huna roho ya Mungu. Kijana una chati, mama wa watu amezunguka huko kwenye heka, amekosa nafasi, mimi ndo wa kwanza kuwahi. Dunia watu mangangari, makauzu, hawataki, hawana utu wema. Kwa sababu gani? Hakuna roho wa Mungu ndani. Na ndio maana hapo utakuja kugundua dini haitakusaidia. Sizungumzii kuhusu dini, nazungumzia kanuni za kutafuta uwepo wa Mungu, kwa kukubali kulipa gharama, kwa kuhuisha kiwango cha Mungu ndani yako. Kingine anasema utu wema. Lakini fadhili, kufadhili. Utapenda kufadhili watu. Dalili ya kwanza, Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Utaanza kufadhili watu. Kwani unahitaji nini? Kwa nini unafeli? Mbona sikuoni? Changamoto nauli. Chukua Bwana nauli. Makanisani upendo umepoa, kwa sababu wamekuwa watu wa dini. Watu wengi wamekuwa watu wa dini. Wanaenda kanisani, baada ya miili yao kuwa kanisa, alafu wachukue kanisa dogo wapeleke kanisani. Wao wanaenda kanisani. Miili yetu ni hekalu. Biblia inasema fadhili. Kwa hiyo ukipokea Roho Mtakatifu utakuwa mfadhili. Ukipokea Roho Mtakatifu utakuwa mwaminifu. Uaminifu, utakuwa na uaminifu. Mtu hakuoni, lakini
Unamfanyia uaminifu, utapewa biashara na mtu, utashindwa kuiba. Kwa sababu gani? Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Upole, utakuwa mpole, na kiasi, utakuwa na kiasi katika kila jambo. Nikualike katika familia ya Yesu Kristo aliye hai. Nikualike ndugu yangu mtazamaji unayenitazama. Kuna faida nyingi za Roho Mtakatifu. Nimeongea chache sana. Sikiliza, dunia tuliyokuwa nayo hatutaweza kushinda mambo kama hatutaongeza kiwango cha Roho Mtakatifu kwenye maisha yetu. Dunia tuliyokuwa nayo haitatupa matokeo mazuri kama hatutajisacrifice kutoa nguvu zetu kutafuta uwepo wa Mungu, na kuombea Mungu wa mbinguni, na kuombea kwa Kristo akupe uwezo wa kuvuka viwango.